Petro wa pili 2. Maandiko yanasema, lakini kuliondokea manabii wa uongo katika wale watu, kama vile kwenu kutakavyokuwako walimu wa uongo, watakaoingiza kwa werevu uzushi wa kupoteza, wakimkana hata Bwana aliyewanunua, wakijiletea uharibifu usiokawia. Na wengi watafuata ufisadi wao, na kwa hao njia ya kweli itatukanwa. Na katika kutamani watajipatia faida kwenu kwa maneno yaliyotungwa. Bwana apewe sifa. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Lakini kuliondokea manabii wa uongo, soma, kama vile kwenu kutakavyokuwako walimu wa uongo, wa uongo, watakaoingiza kwa werevu uzushi wa kupoteza, ama maneno ya kupoteza, wakimkana hata Bwana aliyewanunua, wakimkana hata Yesu Kristo mwenyewe, wakijiletea uharibifu usiokawia. Na kwao, mstari wa 2 unasema, na wengi watafuata ufisadi wao. Na wengi watafuata ufisadi wa hao watu, na kwa hao njia ya kweli itatukanwa. Na katika kutamani watajipatia faida kwenu kwa maneno yaliyotungwa. Na katika tamaa zao watajipatia faida kwenu kwa maneno yaliyotungwa, yaliyotengenezwa, ambao hukumu yao tangu zamani haikawii. Lazima watahukumiwa, hawatakaa, wala uvunjifu wao hausinzii. Watavunjwa, hawatakaa, hawataishi. Kwa maana ikiwa Mungu hakuwaachilia malaika waliokosa, bali aliwatupa shimoni, akawatia katika vifungo vya giza, walindwa hata ije hukumu, wala hakuwaachilia ulimwengu wa kale, bali alimhifadhi Nuhu, mjumbe wa haki, na watu wengine 7, hapo walipoleta gharika juu ya ulimwengu wa wasiomcha Mungu. Tena akauhukumu miji ya Sodoma na Gomora, akaipindua na kuifanya majivu, akaifanya iwe ishara kwa watu watakaokuwa hawamchi Mungu. Baada ya haya akamwokoa Lutu, yule mwenye haki, aliyehuzunishwa sana na mwenendo wa ufisadi wa hao wahalifu. Amen. Lutu aliokolewa kwa sababu alihuzunika katika moyo wake kwa ajili ya kuangalia wale wahalifu, wale watu, wale manabii waliotenda yale ambao walikuwa wanayatenda, wakiutukana ule ukweli ambao ni wa Mungu. Bwana apewe sifa. Nuhu pia akahifadhiwa na watu wengine 7 katika ulimwengu wote, wakati Mungu alipoileta gharika, kwa sababu walisimama katika haki. Bwana apewe sifa. Amen. Tutasimama aje ili wakati wa mateso ukija tufikie kuhesabiwa kana kwamba tunastahili kubaki, tunastahili kuondolewa katika mateso, tunastahili kulindwa, tunastahili kupiganiwa, tunastahili kupelekwa kiwango kingine. Bwana apewe sifa. Amen. Unajua wapendwa, sana sisi hatuhitaji injili, tunahitaji kuenda kiwango kingine. Hayo ndio yale ambayo tunahitaji. Lakini panapo injili ya ukweli, panapoinuliwa kiwango kingine. Amen. Na yule anayeinua ni Mungu, sio shetani. Amen. 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 Kwa hivyo Mungu wakati ambao ataamua kufika kwako, atakuja kwako katika utulivu, atakuja kwako katika uaminifu, atakuja kwako katika haki na kweli, atakuja kwako kulingana na vile ambavyo wewe unataka, hatakuja kwako kulingana na vile ambavyo unadanganywa, atakuja kwako kulingana na neno vile ambavyo inasema. Amen. Ya Yesu, makofi mazuri. Kuna maandiko wanga na kusomea kila wakati. Deuteronomy 28 verse 1 to 5 inasemanga aje? Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako
kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizao leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani, na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani, utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako na uzao wa wanyama wako wa mifugo, maongeo ya ng'ombe wako na wadogo wa kondoo zako. Fika hapo. Tutabarikiwa wakati ambao tutatembea na neno la Bwana kikamilifu. Ya Yesu, makofi mazuri. Baraka za Bwana zitashuka. Baraka za Bwana zitakuwa pamoja nasi. Bwana apewe sifa. Na hata katika haki ukiomba, hakuna yeyote ambaye atazuilia kile ambacho Mungu atakuwa ameachilia. Danieli aliomba siku 21 zake zilikuwa zimezuiliwa angani, lakini Mungu alitumana mara moja, malaika wakafika mahali pale, wakapigana zile vita, baraka za Danieli zikafikia kufika kwake. Kwa hivyo zetu wakati ambao zinazuiliwa na hatujakuwa waaminifu, lazima zikawie, lakini tukiwa waaminifu, hata wachawi wakizuilia, lazima malaika watatumwa na njia itafunguliwa na zile baraka zitamiminika. Amen. Na Mungu atafikia kutenda mema. Mungu atafikia kujidhihirisha. Mungu atafikia kutushindania. Kwa hivyo, chukua hatua ya imani mpendwa. Tafuta haki, wacha kutafuta miujiza. Amen. 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 Kuna vitu mingi wanga na kuelezea hapa vile zinakujanga. Vile ambavyo unaona umekaa hapa, ulibeba tumboni miezi ngapi? Ungezaliwa na miezi 5 ungekuwa wapi? Ha? Tunaelewana? Ulilelewa tumboni miezi ngapi? Sababu ni haki ya nani? Ya Mungu. Ndio sababu huko saa hii. Ungezaliwa na miezi 3 haungekuwa, miezi 7 haungekuwa, miezi 6 haungekuwa, miezi 4 haungekuwa. Ushapanda mahindi? Ha? Ulivuna lini? Ha? Baada ya miezi? Uliona wakati ilikuwa na matawi 3. Ukaendelea kufanya nini? Kupalilia. Ikakuja mpaka ikatoa kama mtoto. Ukajua hiyo mtoto haina mahindi ndani. Ukaendelea kuomba mvua. Ikafika mahali ukaona imeanza kutani yellow. Ukaenda ukapasua ile mtoto uangalie kama inaoto na mahindi. Ukipata imekomaa naenda unafanya nini? Unachoma unakula. Kwa nini huko kula ikiwa ndogo? Hapo iko komaa. Ha? Haijakuwa komaa bado. Amen. 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 Wapendwa, kile ambacho tumekosa ni uvumilivu kwa Mungu. Kile ambacho tumekosa ni uaminifu kwa Mungu. Bwana apewe sifa. Amen. Kama Mungu alisema atakubariki, ni lazima utabarikiwa. Na wacha unaweza fanya wewe baraka zako zichelewe sababu ya kuyumba. Sababu ya kuyumba. Kama alisema atakubariki, atahakikisha umebarikiwa. Amen. Hiyo lazima itatimia. Kama ilinenwa kutoka mbinguni itatimia. Pigia Yesu makofi mazuri. Bora usimame na Mungu katika haki. Kama Mungu alisema utaendesha. Kama alisema wewe utakuwa na nyumba nzuri, utajenga. Kama alisema kuna mahali ambao atakupeleka kiwango kingine, haijalishi ni miaka ngapi, hicho kiwango lazima utaenda. Hallelujah. Lazima utaenda. Amen. 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 Wakati ambao aliamua kubariki Abraham, Bwana apewe sifa. Amen. Alimtoa kwa baba yake akiwa na 75 years. Kwa Mungu hakunanga kuchelewa. Kile ambacho Mungu anahitaji ni uaminifu. Ukiaminika utaenda mbele. Ukiaminika utabarikiwa. Ukiaminika utainuliwa. Ukiaminika utapiganiwa vita zote. Jina Yesu makofi mazuri. Kwa hivyo tuache mambo mengi. Amen. Tuache mambo mengi. Tukiacha haya mambo mengi, Mungu atakuwa pamoja nasi. Tumikia Mungu kulingana na neno lake vile lilivyo. Bwana apewe sifa. Na Mungu atakuongoza, Mungu atakupigania vita. Mambo na kutembea wachana nayo.
Tazama Biblia vile ambavyo imesema, na ukiitazama vile ambavyo imesema, tembea nayo, utaona Mungu na macho yako akitenda maajabu na miujiza kwako. Bwana apewe sifa. Kitambo ufike mahali ambao umefika, umepitia mambo mengi. Amen. Sasa ni wakati wa kutulia, umngojee Mungu akutetee, akutendee mema, akupiganie vita, akuandalie meza na akupe kile ambacho moyo wako unahitaji. Amen. Yeye Yesu ni mazuri. Nimekwambia madhabahu hapa inafanya nini? Inaongea. Amen. Na ndio ujui inaongea. Mambo ya Nyakati wa Pili 7:14 ukiteremka. Sikiza vile inasema. Sikiza vile inasema aje? James unakaa. Inasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Sasa macho yangu yatafumbuka, na masikio yangu yatasikiliza maombi ya watu waombao mahali hapa. Watasikiliza maombi ya watu waombao mahali hapa. Maana sasa nimeichagua nyumba hii na kuitakasa. Sikia, nimeichagua nyumba hii na kuitakasa, ili kwamba jina langu lipate kuwako huko milele. Yatakuwa na macho yangu, yatakuwako na macho yangu, na moyo wangu daima. Amen. Ikapo ndio sasa tusikilize tukiwa hapa, sababu nyumba imetakaswa. Bwana apewe sifa. Nyumba imeteuliwa, nyumba imesimamishwa. Anasema masikio itakuwa hapa, macho yake yatakuwa hapa, na moyo wake utakuwa hapa. Vitu ngapi ndio utendewe? Moyo, masikio na macho sitakuwa hapa, ndio akusikilize. Utaponywa, nchi yako itatengenezwa. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo kama hiyo nyumba haijatakaswa, kama wale watu hawajanyenyekea, si Mungu atakuwa, lakini miungu itakuwa. Tumeelewana sasa? Na hiyo miungu lazima ifanye nini? Iongee, kwa sababu wanga inajengewa madhabahu. Si waganga wako na hiyo madhabahu? Si wako nayo? Si wametandika mikeka? Si huko kuna vibuyu na picha zingine zimechongwa, ndio wanaongeanga nazo, zinatoanga sauti yaje? Zinatoanga sauti yaje? Ama wewe ni kijana mdogo sana hujawahi ziona? Halo? Tuko pamoja? Tunaelewana? Kwa hivyo kuna kuanga hivyo. Simama na Mungu. Tetea jina la Yesu. Yesu mwenyewe akutetee, Yesu mwenyewe akupiganie, Yesu mwenyewe akutengenezee njia mbele zako. Yale mambo ambayo unahitaji utafikia kuyapokea, kwa sababu uko na Yesu ndani yako. Ya Yesu makofi mazuri. Hakuna kitu ambacho utakosa. Amen. Na ile mpango ambao Mungu alikupangia, lazima huo mpango utimie kwako. Lazima huo mpango utakuja kukutana nao na macho yako. Amen. Kwa hivyo mbarikiwe, tuendelee na ibada tukamilishe, lakini tusimameni na Mungu. Nimesema jioni tusemezane, tukutafute Mungu. Mkia Yesu makofi mazuri, mbarikiwe.